أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu watazamaji wa kipindi hichi katika TV Afrika Swahili, kwa wakati huu bora ya maamkuzi ya kuamkiana ni maamkuzi yaliyokuwa na kheri na baraka na bora, yabeba maana nzima ya amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu watazamaji, tunafahamu kwamba akili zetu zote katika vipindi hivi kama Waislamu na kama jamii kwa ujumla ya kimataifa inaangazia na inaangalia moja ya matukio makubwa adhimu. Matukio hayo ni matukio yanafanyika katika muda maalum na katika mahala maalum na maeneo katika mahala hapo vile vile maalum, na si kingine bali ni ile nguzo ya Kiislamu, nguzo ya 5 ambayo ni nguzo ya kuhiji ama kuikusudia nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyopo huko Makkah Mukarrama. Kwa maana hiyo ni safari na mambo mengi. Ina jambo lenyewe lile la hija kama la hija, lakini hija hii katika safari hii ni mambo mengi sana ambayo yamekusanywa ama yanataallaq, yanafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya ametuachia. Si dhambi kwenu nyinyi kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala wakati tupo katika safari ya hija, si dhambi. Lakini vile vile si dhambi kwetu sisi katika kuandaa safari za hija popote pale tulipo, si dhambi kutafuta riziki na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili limewekwa wazi kabisa katika ndani ya Qur'an. Sasa ikiwa ndio hivyo, faida ni nyingi sana, lakini leo ama tutakuwa na muendelezo. Miongoni mwa faida ambazo ama ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, si dhambi sisi kuzitafuta, ni fadhila za kiuchumi. Fadhila za kiuchumi, kheri za kiuchumi Allah ameziweka kwa ajili ya sisi waja wake, na tuzitumie wakati wa safari yetu hiyo. Kwa maana hiyo mashekhe wako tayari kukuelezeni maeneo mbalimbali ambayo yanayofaidika kiuchumi kutokana na safari yetu hii, safari ya hija. Kuna maeneo mengi sana. Kuna maeneo ya miundombinu, kuna vitengo vya usafiri, vitengo vya kiutalii, vitengo vya lishe, vya chakula, fursa mbali za hata zenye upeo mrefu kabisa ambazo zinazohusiana na hija za kiuchumi. Kwa hiyo Sheikh Twaha, inshallah mzee wetu utakuwa uko tayari. Nadhani watazamaji wetu wana hamu kweli wa kuanza kuziangazia, kuwaweka wazi kwamba hii haji pamoja na mengine, lakini kuna mambo mengi ya kiuchumi yanapatikana humo. Sheikh, tafadhal ala almanas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, القائل في محكم تنزيله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا: وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Ama baadu, ndugu zangu watazamaji mnaofuatilia kupitia Africa TV Swahili, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kuwa huu ni mwendelezo, kipindi cha kabla ya hiki tuligusia kidogo, tukasema muweko wa ile Al-Kaaba ikaandamana na msimu wa hija. Mwenyezi Mungu amekusudia kabisa kwamba watu wakutane eneo moja kwa wakati mmoja, tena kwa wingi. Ndio maana ibada hii ameagiza itangazwe kwa kiwango cha kimataifa. Waadhin fi nnasi, adhin yani watangazie watu. Ibada kama swala hutangazwa muda wake kulingana na eneo husika. Inawezekana muda huu adhuhuri hapa, muda mwingine pengine haijakuwa adhuhuri, tangazo la adhuhuri bado. Lakini hija tangazo nidaun alamiyu, tangazo limezingatia kimataifa. Watangazie watu hao, kisha watangazia yatuka, watakujia hapa ulipo katika mazingira ya Makka, mazingira ya Baitullahi al-Haram. Toa tangazo yatuka rijalan. Hapa hatuhitaji kueleza Ibrahim alisemaje kumwambia Mola wito utafikaje, lakini Allah amedhamini wito huu utawafikia. Yatuka rijalan, watakujia katika hali ya kutembea kwa miguu. Wa ala kulli dhamir, wakija wengine katika hali ya kumpanda wanyama waliokonda kwa masafa marefu na kadha na kadha. Tendo la Allah kufanya nida watu wakusanyike mahala pamoja, hili huliweki kando na nadharia ya uchumi. Watu wakishakuwa pamoja wana mutatalabat, wanahitaji makazi, wanahitaji mavazi, wanahitaji kula, wanahitaji kunywa, wanahitaji matibabu. Sasa hivi vitu vya kuwa watu wanaalikwa waje mahala pamoja. Wewe tu ukitaka kutengeneza hapa semina, kongamano, basi lazima unajiweka na kamati yako. Kamati zinaundwa, zinakaa pale, hii ya mapokezi, hii siji ya vyakula na vinywaji, hii siji ya kitu gani, ndio jambo likai sawa. Baada ya hapo inafuata tathmini. Sasa hii Allah anainvite watu waje hapa mahala pamoja katika nyumba yake. Ni lazima nadharia za yani mazingira ya uchumi yatachukua nafasi yake kwa waliopo pale na wanaokuja kutoka nchi zao, ili mtu asafiri. Kama tulivyoona kwenye hadithi ya Mtume Mwenyezi Mungu, sabila ni azadu wa rahila, kujipanga kimasurufu. Kwa hiyo katika nchi yako lazima ujipange kiuchumi, ndio wende kiuchumi kwa ajili ya masurufu, kiuchumi kwa ajili ya kipando. Na hapa ambapo Mwenyezi Mungu kajalia Al-Kaaba ipo ndani ya nchi hii, Mina, Arafat, Muzdalifa ziko katika nchi hii, huyu naye ana dhima ya kujipanga kiuchumi ili aweze kuhimili umma ulioalikwa na Allah kuja pale. Sasa katika jambo hili faida za kiuchumi ni nyingi sana. Wewe utaingia sokoni Saudia pale, utaona matunda yapo pale, matikiti maji. Yawezekana huyu hayupo hapa, yuko huko Khamisi Mshet, yuko huko Taif. Wewe uko hapa unaona tumbuzi, kondoo wanachinjwa, pengine wametoka Tanzania, Dodoma huko, wametoka kwa wafugaji mbali. Kwa hivyo maeneo yote hayo yanaguswa, faida za kiuchumi zinazikumba eneo hili, yani maeneo haya na nchi hizi, kutotokana na kuwa lazima mjumuiko huu una mahitaji mbalimbali ya lazima. Madaktari, ndio maana utakuta nchi kama Saudi Arabia kuna wafanya biashara wasafirishaji tu wa ndani. Huyu ana basi 100, huyu ana basi 500, huyu ana basi 1000,
huyu ana hivi, ana hivi, huyu ana mahema, huyu ana vinywaji, huyu. Kila mmoja kwa nafasi yake anachangamka kwa ajili ya dhuyufu rahman, na wewe unayekuja mmoja mmoja ndio unaambiwa alaysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Maadamu unatafuta ziada ya kipato, unaboresha uchumi wako, hakuna ubaya wewe haji, maadamu shughuli hiyo haikwazi utekelezaji wa matendo ya hija. Mimbabi aula, hakuna ubaya wewe iwe ni Msuudi au mwananchi umetoka utokako, ili utumie fursa ya msimu huu kufanya biashara. Hakuna mwiko, bali ni jambo zuri uweze kuboresha kipato, kwa sababu ndio namna nzuri ya kuhudumia wageni wa Allah, ili kuhakikisha kwamba kila aliyekuja hapa, anayetamani tango atalipata, anayetamani embe ataipata, anayetamani nasi atalipata, anayetamani papai atalipata kwa wakati. Bali utakuta musimu wa hija huu unapata bidhaa ambazo huko zilikotoka hazipo hivi sasa. Kwa hiyo tukitaka tuangalie kwenye engo hili, tunaweza hapa tukapitiliza hata siku nzima, sio wakati mdogo. Ni darsa pana, lakini tunasema kwamba ustawi wa uchumi unabebwa kabisa kabisa na ibada ya hija. Tosheka na hii istitaa, kwamba istitaa ni maneno mawili tu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, azadu warahila. Unapataje masurufu? Lazima ujitume. Ukijituma wewe, umetengeneza ajira kwa wengine. Ni jambo ambalo kwa kweli limekaa kimtambuka, kama tulivyogusia jana. Faida ziko nyingi, na hii ni kuhamasisha mtu ajue kwamba moja ya vilivyokusudiwa katika kauli ya Allah kwamba liyashhadu manafia lahum, ili washuhudie manfaa mengi kwao. Na hii ndiyo tafsiri ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwamba manfaa yako mengi: manfaa ya kibiashara, manfaa ya kisiasa, manfaa ya kimataifa, kutambuana nchi na nchi, manfaa ya kielimu. Ni fursa. Wengine huenda wakapata fursa wakajiunga hata na vyuo kwa ukaribu wa kuwa wako pale pale walipo. Maka yenyewe ndio kuna Ummul Qura, Madina yenyewe ndio kuna Jamaat Islamia na vitu vingine vingi. Ningependa niseme tukumwambia mtazamaji wetu, yule ambaye Allah amemruzuku uwezo, atumie fursa hii kwenda Makka al-Mukarrama kwa ajili ya hija. Hatojutia muda wake wala hatojutia pesa zake, bali atajuta kwa nini alichelewa kufanya hivyo, kwa sababu faida atakazozipata ni nyingi mno katika kila nyanja. Naam, nadhani tunasikia na tunaendelea kupata na kufaidika, na tunaonyeshwa ni jinsi gani safari ya hija hii, kama jinsi ilivyo safari ya hija, ni safari ambayo ndani yake ziada na ile ibada ya kawaida ya hija, lakini ndani yake kuna faida nyingi sana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezificha ndani, amezificha mle, lakini wanadamu wengi hatuzijui katika ujumla wetu, lakini na hata Waislamu vile vile hawazijui. Sasa hizi faida hizi nadhani inshallah tupate mapumziko kidogo, watazamaji msiende mbali, ili tuziendeleze faida katika mifano iliyokuwa mepesi zaidi na Shekhe ameanza kuzungumza. Hebu tusikae mbali sana na runinga zetu, baada ya muda kiduchu tu tutarudi tena inshallah. Ndugu zangu watazamaji, tumerejea tena katika somo letu hili, somo ambalo ni somo muhimu, ni somo kubwa na ni angalizo kubwa. Kama tulivyozungumza kwamba kuna faida za kiuchumi, Sheikh amezungumza, amezisikia jinsi gani watu wananufaika. Lakini sisi tuna tabia ya watu kuleta dhana
Yawezekana faida hizi za kiuchumi mtu akaja akadhania kwamba labda faida za kiuchumi wamezipata pale mahala ambapo inafanyika ile ibada yenyewe. Lakini kwa aliyefuatilizia vizuri mazungumzo ya Sheikh Taha Suleiman Bane, Sheikh wetu, mzee wetu huyu, ameona jinsi gani ile faida inafanya nini, inaanzia mbali sana. Hebu tuchukulie mfano mfupi. Kwanza achilia mbali, twende kwenye, nataka ni kipande cha aya tufahamu kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala katika uchumi. Kanuni za Allah au miongoni mwa kanuni ya Allah katika uchumi, Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwamba uchumi hautakiwi, mipango ya Allah, hautakiwi uchumi ukae kwa baadhi ya watu. Kanuni ya uchumi kwa Allah ni kwamba inatakiwa uchumi uenee kwa watu wengi zaidi. Unaweza ukapitia kwa baadhi ya watu, lakini kanuni ya Allah unatakiwa uchumi uenee. Akisema Allah subhanahu wa ta'ala, kaila yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum. Allah kuhusu masala ya pesa na uchumi na kumiliki, Allah utaratibu wake anataka hapana, anataka yeye kwamba huu uchumi huwe usiwe dulatan baina, yani unazunguka kwa watu wenye uwezo tu. Huyu ana uwezo, Sheikh Taha ana uwezo fulani, labda mimi na uwezo fulani, labda fulani, labda wewe, mtu mmoja mmoja. Asi uchumi ni kwa hawa watu tu ambao ndio watu mabepari wasiojua kanuni za Mwenyezi Mungu. Wao wanafikiria namna hiyo, kitu ambacho kwamba ni kosa, si sahihi. Ni kwamba uchumi unatakiwa uzunguke kwa watu wengi sana. Sasa kwa maana hiyo, haji au kwa kupitia haji Allah anatuonyesha jinsi gani uchumi unaweza ukazunguka kwa watu wote. Tupige mfano mdogo mwepesi ambao kwa sisi tunaozungumza wa Tanzania tutaufahamu. Katika ibada ya hija kuna kitu kinachoitwa kuchinja. Kuna kitu kinachoitwa kuchinja, na anayechinjwa ima atachinjwa ni nani? Ni mbuzi, si ndio hivyo? Atachinjwa kondoo na kadhalika. Sawa, vichinjwa vile ambavyo vya kisheria. Sasa serikali ya Saudi Arabia mathalan, ambaye ndio ibada ile itapata chinjwa ni pale, hawa mbuzi watakayoweza kutosha watu wote wanao pale? Hawana. Lakini yawezekana akatokea mtu mmoja anafanya biashara au serikali akaja hapa Tanzania, Dodoma, na tunashuhudia hayo, ama Singida, akaja hapa kukusanya mbuzi na kukusanya na kondoo kwa wingi wazuri, akawabeba akawasafirisha na kuwapeleka pale mahala ili watu waje watekeleze ibada ya kuwanunua na kuwachinja. Sasa hizi pesa hizi ambazo zimetokana na wale ambao wanyama wanaochinjwa kule, zilianzia wapi? Kabla ya tukio lenyewe, kilele cha tukio, hizo pesa tayari zishatolewa, ziko Dodoma tayari. Na Dodoma pale zio kwa mfugaji, mtu mmoja wa kawaida sana pale, lakini tayari anafurahia, na inawezekana ameuza uzo, manaki ni mauzo ambayo kubwa, anasema kaumi sitaki tena, tayari jinsi nilivyouza hii hapa mpaka mwakani tena. Nini? Haji hiyo. Na mifano mingi tu. Vyakula vinavyoliwa pale ni vingi sana, vinatakiwa pale. Panatakiwa matunda, panatakiwa nini? Utaambiwa imetoka labda Afrika Kusini, wameleta matunda kiasi kadhaa pale. Panatakiwa kila kilichotajika. Hii maana yake nini? Watu lazima tufahamu kwamba kumbe na wewe uliokaa hapa Tanzania umefaidika kiuchumi na hija. Na ufaidiko wa kiuchumi ndio kama mifano hiyo ambayo tumejaribu kuiweka wazi ili watu wapanuke mawazo, waone kwamba Allah ni fundi, Allah ni muweza, Allah ni kadir. Allah anaweza kafanya jambo, halafu jambo hili likawa ni faida kwa nani? Likawa ni faida. Achilia mbali masala ya serikali. Wakati unauza wewe mbuzi wako pale, anakuja mtu wa nini? Anakuja mtu wa halmashauri ya kijiji au kadha, anachukua ushuru kwa mbuzi wako. Serikali hiyo ndogo ishachukua ushuru pale. Lakini wewe mfanya biashara umepata, serikali kuu itakuja kuchukua kodi. TRA itakuja kuchukua kodi katika mauziano ambayo yalitimia ili yakatimize nini? Ibada ya hija. Kwa hiyo serikali ishapata pato pale kwa biashara ile. Kwa hiyo ndugu zangu, nadhani tuko pamoja, na ni lazima tuelewe katika upande huu kwamba Uislamu si dini ya kubabaisha. Uislamu ndiyo dini sahihi, na kila ibada
ya Kiislamu, faida zote unazozijua katika nyanja zote unafanya nini? Zimo ndani ya ibada ya Kiislamu. Lakini ibada ya hija imepanuka zaidi katika mambo hayo. Lakini nadhani Sheikh Ibrahim bado ana mengi ya kuongezea hapo katika masala ya jinsi gani uchumi unapatikana au unapatikana katika ibada ya hija katika nyanja mbalimbali za kimataifa na kadhalika. Sheikh Ibrahim, watazamaji wanahitaji kupata nyongeza na ziada ya haya ambayo Sheikh Taha amezungumza. Jazakumullah khair. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Kwa kweli mashekhe zangu, tunapouzungumzia Uislamu, kama ambavyo siku zote huwa tunasema kwamba Uislamu ni nidhamu shamil yatanawili madhahiri alhayata jamia. Uislamu chote kila siku uelewe kwamba kila uliloamrishwa lina maslahi na wewe, ajilan au ajil, ya haraka katika dunia au katika nini, katika akhira. Na siku zote basi yana maslaha mengi kwako wewe. Nilikuwa nazungumza na bwana mmoja, tunazungumza shekhe, swala vipi, kaambia hizi nguzo za Kiislamu ziko nguzo ambazo huwa zinagusa masuala ambayo ni kati ya mja na nani na Mola wake, na yako anaozugusa kati ya waja na waja wenyewe. Mfano kwamba mtu anapotoa zaka, basi ni ibada umeamrishwa, lakini zaka hii pesa utakayoitoa basi haitokwenda kwa Mwenyezi Mungu kama pesa. Na ndio vile vile kwenye hija tunaambiwa kwamba lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pale unapochinja, si kwa maana kwamba ile damu unayoitoa inakwenda kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inafika wala nyama, lakini ule utii kwamba mimi nimeamrishwa na mimi nafanya nini, natekeleza. Kwa nikamwambia kwamba ukiangalia ibada ya zaka ni kwamba mtu anatoa mwenye uwezo, mwenye kipato kikubwa anampa mwenye kipato kidogo. Unalionekana sana ni mahusiano kati ya nani, ya mja na nani, na mja mwenzake. Lakini usije ukafikiria kwamba ukiangalia haya vile vile kuna mahusiano makubwa kati ya mja na nani, na Mola wake. Hata hivyo tukija ukiangalia sala zaidi ni mawasiliano kati ya mja na nani, na Mola wake. Lakini bado unakuta kwamba kwa mwanadamu kuna mahusiano makubwa sana. Kaambia angalia utofauti wa mtu ambaye ameanza kusali tokea akiwa na umri wa miaka 15. Mtu huyu ambaye ana taratibu wa kusali, hata maisha yake ya kawaida ni tofauti na ambaye hasali. Kaambia ni vipi shekhe? Nikamwambia kwamba afya ya mtu ambaye anasali inatofautiana, hata akiwa ni mgonjwa inatofautiana na afya ambaye hasali, hata akiwa ana afya kiwango gani. Niambia vipi shekhe? Nikamwambia hebu mchukue mtu ambaye hasali mwenye umri wa miaka 65, halafu mchukue mtu ambaye mwenye umri huu ambaye anasali, waambie hebu kaeni kitako hapa kwenye nini, kwenye mkeka. Utaona utofauti uliopo. Anaosali utakuta kwamba hana tabu ya kukaa katika eneo hilo. Asiosali utamuona anapofanya nini, anapopata tabu. Shekhi, nakumbuka tulikuwa tunamwozesha mtu mmoja, bali ana miaka 45 tu, anaambiwa apinde goti hapo akamate mkono, kazi ikiwa nini, ni kubwa kabisa. Kila akikaa anafanya nini, sasa ni vile. Kwa hiyo tunapoangalia ibada za Allah subhanahu wa ta'ala zina siri nyingi sana kwa maslahi ya wanadamu. Hapa tumegusiwa kwa haraka kadhia kwamba suala la kwamba leo hii si Tanzania tu, bali unasikia Kenya, Somalia zinasafirisha kwa njia moja au nyingine wanyama kuwapeleka wapi? Kuwapeleka Saudi Arabia. Unafikiria leo hii kuna mahujaji kutoka Tanzania wanakwambia kwamba mimi bwana nataka hata nikiwa nipo Maka bado nile ugali. Na nile ugali na nazi na mchuzi wa nini? Wa rojo. Shetani, unajua mchuzi wa rojo? Na rojo. Bado hili vyote hivi vitu hivi kwa kiasi kikubwa huwezi kuvipata katika maeneo mengi haya. Bila shaka kuna vitu ambavyo kwamba vitachukuliwa kutoka Tanzania na maeneo yanayofanana naye kufika wapi? Kufika Maka. Hapa ni nini? Sasa haya yote haya yanaonesha kwamba huu ibada hii moja hii, lakini manafian linasi,
ni manufaa kwa watu wengi, bali unakuja kukuta vingine kama sio wote, bila kujali kama tulivyozungumza kwamba manufaa hayo, ya sababu huyu aliyeko Dodoma ameuza mbuzi, si lazima kwamba awe ni Muislamu ndio mbuzi wake wanunuliwe. Hapana, watanunuliwa mbuzi sawa mtu huyo ni Muislamu au si Muislamu. Huyu ambaye atasafirisha mbuzi kutoka Dodoma kuwapeleka bandarini Dar es Salaam, sawa ni Muislamu au si Muislamu. Huyu ambaye atasafirisha kwa meli yake kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi bandari ya Jeddah, sawa ni Muislamu au si Muislamu. Wote hao watakuwa na nini? Watakuwa na faida ambayo wanafanya nini? Wanaipata. Lakini si hivyo tu, kuna baadhi wakati unakuta kwamba anayechinja pengine kule Maka si Msaudi, ni mtu kutoka maeneo mengine ndiye ambaye anafika na nini na kuchinja, anachinja mbuzi wale. Sasa wote hawa ni watu ambao kwamba wanafanya nini? Wanafaida. Leo hii nilikuwa nasoma taarifa kwamba kuna mti mmoja ya Kiarabu inawataka wa Tanzania 10,000 waende kufanya nini? Waende kufanya kazi. Anatangaza balozi, waziri wa mambo ya nje. Sasa yote haya ni vitu ambavyo kwamba vinafanya vina. Sasa haya yote haya ni miongoni mwa faida. Sasa miongoni mwa faida ambazo kwamba kwa mfano kwenye hili swala unakuta kwamba ili Saudi Arabia iweze kuwahudumia hawa watu ambao wanafanya nini? Hawa watu ambao wanakuja, mamilioni ya watu ambao wanakuja, ina kwamba zile pesa zinazopatikana zinakwenda kufanya kazi, miongoni mwa kazi muhimu sana, kujenga miundombinu mbalimbali. Miundombinu ya maji, kwa sababu watu kwa mfano milioni 4 na kitu, ili kwamba kuhakikisha kwamba hawa wote wanapata sehemu maji ya kunywa, wanapata maji ya kuoga, wanapata maji ya si ni lazima kwamba kuwe na ndio maana unakuta kwamba nchi kama Saudi Arabia inafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba kila eneo linalohitajika miundombinu inafanya nini? Miundombinu ile inafika. Huwezi ukafika si ukakuta kwamba labda watu mkasikia kwamba kwenye hija ya mwaka huu watu walikosa maji, au watu njia zilikuwa hazipitiki. Sasa yote haya ni nini? Kwamba unalazimika kwamba kwa njia moja au nyingine, huku sisi wakati mwingi tunakuta kwamba unatakiwa kwenda hija utalipa dola 200 labda kupata visa. Haya yanasaidia nchi kama nchi ya Saudi Arabia, lakini wakati huo yanasaidia. Leo hii mwaka huu nimesoma kwamba ili kwa sababu mara nyingi sana kipindi hichi cha mwezi wa 5 na wa 6 joto linakuwa kubwa, nchi ya Saudi Arabia imetengeneza viyoyozi vya mtu binafsi, yani mtu mmoja, mtu ambavyo ataweza kuvaa na kuhakikisha kwamba anapokivaa kile kitu anapokivaa, kama ambavyo unavaa pengine miwani au muundo wa nini wa kola hivi, halafu kinakusaidia kwamba kuhakikisha kwa nini unapata ubaridi. Sasa haya ni vitu ambavyo kwamba vinatokana na haya ambao kwamba kwa hiyo unalazimika kwamba nchi ya Saudi Arabia hakikisha kwamba inatengeneza barabara ili watu waweze kupita na kufika kwa maeneo yanayohitajika kwa urahisi. Inatengeneza mahoteli ili watu waweze kufanya nini? Majengo hizo waweze kufikia. Kwa mahoteli ya kufikia, migahawa, vyote hii majengo haya ambayo yanayojengwa, na vile kuhudumia msikiti. Kila siku unasikia mwaka huu umepanuliwa, mwaka unaofuata unaambao umepanuliwa upande fulani, mwaka unaofuata. Sasa yote haya ni nini? Ni matokeo. Lau kama si hii ibada ya hija, msikiti ungebaki vile ulivyokuwa miaka 1000 iliyopita. Lakini kwa sababu ya ibada hii ya hija, kila siku inalazimika kwamba upanuliwe msikiti huu. Na sio kwamba unapanuliwa kwa sababu msikiti wenyewe unasababisha kwamba kupatikane vitu vinavyozalishwa, mali inayozalishwa inayowezesha kufanyika vitu kama vile. Lakini si hivyo tu, leo hii mji wa Maka ukiuangalia na ulivyokuwa miaka 40 iliyopita, ni vitu viwili tofauti kabisa. Mahoteli yaliyojengwa katika mji wa Maka na mji wa Madina, barabara zilivyojengwa, usafiri ulivyo, unakuta kwamba yote haya ni kutokana na nini? Kutokana na kuwepo kwa nini? Kwa hii ibada ya nini? Ibada ya hija. Tukumbuke kwamba mji huu ndio ule ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyosema kwamba inna awwala baiti ud'a lin-nasi alladhi bibakkata mubaraka. Hiyo ndio nyumba ya mwanzo kabisa, nyumba ambayo ipo katika eneo hili ambalo Saidina Ibrahimu alayhi salam alifika mahala akasema kwamba ni eneo ambalo ghaira dhi zar'in, ambao hauna mti, hauna chochote. Inshallah, nadhani Sheikh maneno ni mazuri sana, na kwa hayo bila shaka watazamaji wetu
mmefaidika na mmeelewa kwa dhati jinsi gani uchumi haji inafaidisha umma wa ulimwengu mzima kiuchumi. Na kwa leo inshallah tuishie hapo, na bado mazungumzo yataendelea, lakini kwa leo tuishie hapo. Tukutane katika vipindi vingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.